Oh, God bless you, God bless you. Leo nitafundisha jinsi ardhi inavyoweza kumbariki mtu na kumfanya awe tajiri. Nitafundisha vitu muhimu sana. Kwanza, 90% ya vitu unavyoviona duniani vimetoka kwenye ardhi. Na wanadamu na ardhi sisi ni ndugu, kwa sababu tunaamini mwanadamu wa kwanza alitengenezwa kupitia udongo, na udongo ni sehemu ya ardhi. Hata maji unayoyaona yanakaa juu ya ardhi. Chini ya maji utakuta kuna ardhi. Na Mungu aliwahi kumwambia mwanadamu, mavumbi wewe na mavumbini utarudi. Sasa ardhi ina uwezo wa kumbariki mtu. Usichokijua, hata watu wa giza wanajua sana kutumia ardhi vizuri sana. Wachawi wote duniani wanajua matumizi ya ardhi. Hata ilizi zote duniani ndani yake lazima ukute kuna udongo. Ilizi zote za wachawi lazima waweke udongo ndani. Sasa kuna siri nzito imejificha kwenye ardhi. Ardhi ina uwezo wa kumbariki mtu. Ardhi ina uwezo wa kumlaani mtu. Ardhi ina uwezo wa kulaaniwa mtu akalaanika. Ndio maana kuna ufalme wa eneo. Yaani utakuta watu wanaishi mtaa fulani ni maskini, lakini watu wanaishi mtaa fulani ni matajiri. Utakuta kuna hiyo nyumba ya kupanga, kuna mtu ambaye kasha kununua TV. Hata ukinunua TV hapo itaishia kuungua au itaodondoka, itapasuka tu. Ardhi ya pale hairuhusu. Lakini utakuta mtu tokea amie mtaa fulani maisha yake yamebadilika kwa sababu ardhi ya pale inaruhusu. Watu wengi wanahisi eti ukishaponywa na damu ya Yesu, ukishaombewa, unaweza kaishi sehemu yoyote tu. Hapana. Sio kila ardhi ni ya kuombewa. Ardhi zingine unatakiwa uhame, ukimbie. Kuna mtu maisha yake yaliharibika baada ya kwenda kuhamia kwenye ardhi fulani au kwenda kuhamia kwenye eneo fulani, na kuna mtu mwingine maisha yake yalifanikiwa baada ya kuhamia kwenye sehemu fulani ama ardhi fulani. Sio kila ardhi ni ya kuishi. Ardhi zingine zina laana. Lazima uondoke. Usingangani. Hata kama umeokoka itakushinda. Ukisoma Biblia takatifu, baba wa imani Ibrahim, Mungu alimpa maagizo ahame kwenye ardhi aliyokuwa anakaa mwanzo, aende kwenye ardhi nyingine ili Mungu akambariki huko. Wewe ulikuwa unafikiri Mungu Yesu muwezo wa vyote bwana? Kwani alikuwa anashindwa kumbariki kwenye ardhi ile ile ambayo yeye amekulia? Kwa nini Mungu alimwambia ahame? Ukisoma kwa habari ya Yusufu, licha ya Yusufu kuota nyota na jua vikumuinamia, ilibidi ahame kwenye ardhi yake hadi ahamie kwenye ardhi ya Misri, ndio Mungu akambariki kwenye ardhi ya Misri. Ukisoma kwa habari ya Yakobo, ni hivyo hivyo. Alifanywa kuwa taifa kubwa ambalo ligeuzwa kuwa taifa la Israeli baada ya kutoka kwenye ardhi yao na kwenda kwenye ardhi ya Laban. Kumbe kung'ang'ania ardhi sehemu moja inaweza ikawa chanzo cha wewe kutokubarikiwa na Mungu. Watu wengi wanahisi eti sijui ardhi ukishaimwagia mafuta au ukiombea. Kuna ardhi zingine zina najisi mpaka upate neema na kibali maalum cha Mungu. Ndio maana Mungu naye akasema, nitasikia maombi kutoka mbinguni nami nitakuja kuiponya nchi. Kumbe nchi kuna muda inatakiwa Mungu mwenyewe kutoka mbinguni asikie ndo aje aiponye, sio wewe kuomba tu peke yake. Sasa sio kila muda Mungu anakuja kuiponya nchi yako. Kuna nchi zingine ni za kuhama tu. Ardhi ina uwezo wa kumlaani mtu. Ukisoma kitabu cha Kutoka, kitabu cha Hesabu 16:31 hadi 33, kinamzungumza jamaa mmoja alikuwa anaitwa Kola. Ardhi ilifumbua kinywa chake na ikammeza Kola.
ikamlaani, ikameza. Ardhi iliachana, ikamdumbukiza afu ikajifunga. Lakini ukisoma kitabu cha Ufunuo, kuna mwanamke alikuwa anakimbizwa na joka, na joka akatema mto kwa lengo la kumgalikisha mwanamke. Lakini ardhi ilifungua kinywa chake kumsaidia mwanamke, ikaumeza ule mto alafu ikafunga. Kumbe kuna muda ardhi ina uwezo kumsaidia mtu, lakini kuna muda ardhi ina uwezo kumlaani mtu. Ardhi ni nini? Kama sisi tulitoka kwenye ardhi, basi ardhi ina sifa kama za kwetu. Sisi tuliumbwa kwa mfano wa Mungu, lakini tuna sifa za ardhi. Ardhi inaweza kuzalisha, ardhi inaweza ikaua, ardhi inaweza ikabariki, ardhi inaweza ikalaani. Ndio maana Adam alibarikiwa na Mungu. Hata Mungu alipomlaani, alimlaani Adam kupitia ardhi, kwa sababu alishambariki mwanzo. Alishindwa kubadilisha kauli yake, alimlaani Adam kupitia ardhi. Hata Kaini alilaaniwa kupitia ardhi. Kwa hiyo unapoongea na ardhi, lazima uifundishe ikunenee mambo mema. Kuna mtu mwingine anauliza, kwani ardhi inaweza ikachafuliwa kupitia nini? Ardhi inachafuliwa sana kupitia dhambi na uovu wa wanadamu. Sehemu yoyote ambayo watu wamechinja makafara yao, watu wamefanya mambo maovu, hiyo ardhi kwenye ulimwengu leo inakuwa kama inalaani. Hadi uweze kuishi kwenye hiyo ardhi kwa amani, lazima waite watumishi wa Mungu ambao sio wajanja, waje waiombee hiyo ardhi, waiweke wakfu. Na sio kila ardhi ni ya kuombewa, ardhi zingine ni za kuhama. Kwa sababu baba wa imani Ibrahim aliambiwa na Mungu, hama mahali hapa. Sasa wewe na Ibrahim, nani mwenye imani? Ukiona ardhi fano mshaka miaka 10 inashindikanika, unatakiwa uhame. Usiendelee kuangania kwenye hiyo sehemu. Mungu akubariki sana. Naitwa Lev Yaziel, mtumishi wa Mungu. Tunapatikana kwenye mitandao yote ya kijamii kama vile TikTok, Twitter, Instagram, Facebook. Kama umebarikiwa na mafundisho yetu mazuri kabisa, tafadhali na kuomba usiache kutufuatilia kwenye kurasa zetu za kijamii. Lakini vile vile usiache kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare, ili uwe wa kwanza miongoni mwa wadau wetu wazuri na wakubwa watakaokuwa wa kwanza kupata taarifa zetu mara pale pindi tu zinapoweza kutoka. Lakini vile vile tunapatikana kwenye kurasa mbalimbali za kijamii kama vile TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter. Lakini kwenye kurasa zote hizo ukihudhuria, tafadhali sana usisite kulike, kucomment pamoja na kushare. Vile vile usisite kusubscribe. Ukifanya hivyo utakuwa ni miongoni mwa wadau wetu wakubwa ambao wanaanza kupata maarifa yetu mazuri mara pale pindi tu yanapoweza kutoka. Mungu wa mbinguni akubariki sana. It's me, Lev Yaziel, mtumishi wa Mungu, mwalimu wa masuala ya kiimani, kiuchumi pamoja na kijamii. Nipo hapa kuhakikisha ninapandikiza maarifa kwenye akili yako, maarifa ambayo yatakusaidia wewe usiweze kuangamia siku zako za usoni. Sina mengi sana siku ya leo, na kuombea mema na baraka kwa Mwenyezi Mungu, Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Yehova Mungu wa Nazareti akubariki sana sana sana. Usisite kushare jumbe hizi kwa ndugu, jamaa pamoja na marafiki wote. God bless you. Mungu wa mbinguni akubariki zaidi.